kakabaki hapo. Kwa hiyo yani hii haiondoi ukweli kwamba hakula. Alikula na tena Adamu ndio mwenye ushahidi mkubwa. Huo ni utani, lakini utani unaoonyesha kwamba wote wawili walikula. Na kwa kula maana yake walikaidi kile ambacho Mwenyezi Mungu alikisema. Na kwa vile walikaidi, dhambi ikaingia. Dhambi ilipoingia, kilichotokea, kifo kiliingia. Dhambi yenyewe ikaingia. Wale wenyewe wakafukuzwa paradisini. Walipofukuzwa paradisini, wakaanza kupata taabu na mahangaiko mengi. Mnakumbuka, wanaume mtalima kwa jasho, mtapata chakula kwa jasho. Akina mama mnajua hata nyinyi mlioyapewa au mlioambiwa. Vile vile. Sasa yote yaliingia kwa sababu ya kutenda dhambi. Na tukisoma kitabu cha Mwanzo sura ya 3 aya ya 15, Mwenyezi Mungu lakini anaahidi kuja kumsaidia huyu mwanadamu. Mwanadamu kwa hiyo akafukuzwa paradisini, kwenye ile bustani nzuri. Amepoteza kila kitu. Akiwa huko katika mahangaiko, mwanadamu alianza kuwaza, nifanyeje? Turudishe namna gani uhusiano huu kati yetu tulioupoteza na Mwenyezi Mungu? Basi wakapata wazo kwamba, ukisoma kitabu cha Mwanzo sura ya 9 aya ya 10 na aya ya 4, imeandikwa kwamba katika damu kuna uhai. Kwa hiyo wenyewe Waisraeli walifikiri hivi, kwenye damu kuna pia uhai. Na hivi ili kusudi ile, na wakasema ile dhambi kwa ukubwa ule iliingia kwenye mwili, ikawa inatiririka ndani ya damu. Na hivi ili itoke ile dhambi, alitakiwa mmoja ajichinje, imwagike damu, ndipo itoke ile dhambi. Lakini hakuna aliyethubutu kufanya hivyo, kwa sababu kifanya hivyo uhai unaondoka. Katika damu kuna uhai. Na hivyo walichofanya, kila siku hekaluni walikuwa wanatolea kafara wanyama, ng'ombe, mbuzi, kondoo, wakifikiri damu ile itamfurahisha Mungu. Lakini Mungu baadaye akawaonea huruma wanadamu. Ndio ile Hosea 6:6 kwamba tazama nimekuja kuyafanya mapenzi yako, dhabihu na matoleo sikupendezwa nayo. Ndiyo sasa Mungu ambaye ni Maria kabla hajazaliwa akamkingia dhambi ya asili, asiwe na dhambi kama ile ya Adam na Eva. Kwa hiyo Maria akawa na damu safi inayompendeza Mungu kama ile ya Adam na Eva walipokuwa kabla hawajatenda dhambi. Basi Maria akaja kumzaa mtoto. Huyu mtoto ndiye Yesu, na mwili huo mnaoona alichukua kwa mwenzetu, mwanadamu mwenzetu Maria, ambaye hakuwa